Basi tunaendelea tena na kipindi chetu tena kwa masifu ya jioni tena ya leo. Mungu akubariki wewe ambaye umekwisha kufika kwenye grupu yetu. Majina yangu naitwa Mchungaji Shukuru Boy kutoka Tanzania. Basi nisome maandiko moja kwa moja kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili 6, Wafalme wa Pili sura ya 6 na mstari kuanzia ule wa 8. Nitaanzia hapo kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, kuanzia Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili, oh my God, Wafalme wa Pili sura ya 6 kuanzia mstari wake wa 8. Maneno ya Mungu yanasema, basi mfalme wa Ashuru alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya mashauri na watumishi wake akisema, kituo changu kitakuwepo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuadharishwa akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Mstari wa 11, basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya jambo hili, akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli umwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba, tazama yuko Dothani. 14, kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa, wakafika usiku wakiuzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akasema, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Nitarudia mstari wa 16, akajibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Mstari wa 18, na walipoteremkia Elisha akamwomba Bwana akasema, wapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Elisha akawaambia, njia hii sio na mji huu sio, nifuateni mimi, nami
nitawapeleka kwa mtu yule mnayemtafuta. Akawapeleka Samaria. Hata walipokwisha kuingia Samaria, Elisha akasema, Bwana, wafumbue macho watu hawa wapate kuona, wapate kuona. Bwana akawafumbua macho, wakaona, kumbe walikuwa katikati ya Samaria. Naye mfalme wa Israeli alipowaona akamwambia Elisha, baba yangu, niwapige? Akarudia, niwapige? Nisome tena kitabu cha Hesabu ile sura ya 13 na mstari wa 25. Hesabu 13, Hesabu 13:25, Hesabu 13:25, kitabu cha Hesabu 13 mstari wake wa 25. Bado Mungu ni mwema kabisa kabisa, atatutendea. Hesabu sura yake ya 13, Mungu wa Israeli. Hesabu sura ya 13, Hesabu sura ya 13, nianze na mstari wa 25. Maneno ya Mungu yanasema, wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na Haruni na kwa makutano wote na wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakaonyesha matunda yake. Wakamwambia wakisema, tulifanya nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ni maboma, nayo ni makubwa sana, ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Mstari wa 29, Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanana anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Mstari wa 30, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka, maana twaweza kushinda bila shaka. 31, bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi, wana nguvu kuliko sisi. 32, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno, ni watu warefu mno. Mstari wa 33 na mwisho na wa mwisho, kisha huko tuliwaona Wanefili na wana wa Anaki wanaokaa kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Ndivyo walivyotuona sisi, ndivyo walivyotuona sisi. Ukisoma kitabu cha Misali ile sura ya 23 na mstari wa 7b, maneno ya Mungu yanasema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini tumesoma habari za kwanza kabisa kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 6 na mstari ule wa 23. Tukaja tukasoma kitabu cha Hesabu sura yake hii ya 13 na mstari wa 26. Tumeona habari tofauti tofauti za watu wa Mungu hawa, kwa namna jinsi walivyokuwa na mitazamo tofauti.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Tupo mwishoni wa mwaka, mpendwa mtumishi wa Mungu, mpendwa mwanafamilia. Ninalo somo moja ambalo natamani tuweze kushare mimi na wewe, linalosema fungua macho. Fungua macho. Tunapofungua macho, unaona nini mwisho wa mwaka? Tunapofungua macho wakati tunaelekea mwanzoni mwa mwaka wa 2023, unaona nini mwana wa Mungu? Wewe mahali ulipo, hapo Kongo, hapo Uganda, Tanzania, unaona nini? Unaona nini mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu? Unaona nini unapotazama, unapofungua macho? Unaona nini mwana wa Mungu, mpendwa mtakatifu unayetarajia kwenda mbinguni, ambao tuko safarini? Unaona nini? Unaona nini? Maneno ambayo natamani kushare na wewe jioni ya leo ni kwa habari ya kile unachokiona. Tumesoma habari za Elisha pamoja na mtumishi wake Gehazi, jinsi alivyokuwa wakitembea, na mtazamo wa mtumishi wa Elisha ambaye ni Gehazi. Tukaja tukajifunza kwa habari ya mtazamo wa wapelelezi wale waliotumwa kwenda Misri, kwenda Kanaani, kwenda kuipeleleza ile nchi waliokuwa wametumwa na Musa kwenda kuipeleleza. Walipofika pale, walikuwa na mitazamo miwili tofauti kama ule aliokuwa nao mtumishi wa Mungu Gehazi. Alipofika pale, mtazamo wake ulikuwa hasi, lakini mtumishi wa Mungu alikuwa na mtazamo chanya. Tunapoendelea mwishoni mwa mwaka, wako watu wana mtazamo chanya, wako watu wana mtazamo hasi, wakiangalia wanakutoka, wakiangalia wanakokwenda. 2025 hawana matumaini. Wataingiaje? 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 Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu, lazima tubadilishe mtazamo. Tusiwe kama Gehazi, tusiwe kama wale wapelelezi 10. Wapelelezi wawili walikuja na habari njema, wakamwambia ile nchi imejaa maziwa na asali, imejaa maziwa na asali. Let me tell you my brother, let me tell you my sister, let me tell you my younger sister, young brother, nikwambia habari njema hizi ya kwamba lazima tubadilishe mtazamo, lazima tubadilishe mtazamo, lazima tuchoke kutembea katika mtazamo hasi. Tubadilishe mtazamo, tuwe na mtazamo ambao ni chanya. Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu uliyeko Uganda, uliyeko Kongo, sikiliza nikupashe habari hizi ya kwamba lazima tubadilishe mtazamo. Gehazi alikuwa na mtazamo wa kuangalia majeshi yaliyokuwa yanawafuata, akuangalia majeshi yaliyokuwa upande wa adui yao. Alipoangalia yale majeshi, alikata tamaa, alikufa moyo. Hawezekana hata wewe mahali ulipo umeshuka, umekata tamaa kwa sababu ya mazingira, kwa habari ya unayoiona. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie, Bwana nao mtazamo chanya kwa ajili yako. Hata wewe change your attitude, badilisha mtazamo wako, badilisha mtazamo wako. Lazima badilisha mtazamo, uwe na mtazamo kama aliokuwa nao mtumishi wa Mungu Elisha. Alipobadilisha mtazamo wake, akamwambia mtumishi wake ya kwamba walio upande wetu ni wengi, ni wengi, ni wengi, ni wengi. Mazingira yasikutishe, hali ya hewa isikutishe, uchumi usikutishe, huduma isikutishe, familia isikutishe, ndoa isikutishe. Walio upande wetu mwishoni mwa mwaka ni wengi kuliko walio upande wa adui, ni wengi kuliko walio upande wa adui. Gehazi akamwambia Elisha, akamwambia Bwana mfungue macho ili aweze kuona. Alipomfungua macho, akaona. Alipoona akasadiki ya kwamba Bwana wangu, ni kweli walio upande wetu ni wengi, lakini wale wapelelezi walipoenda kwenda kuipeleleza ile nchi waliotumwa na mtumishi wa Mungu, walipoenda walirudi na habari ambazo hazikuwa nzuri kabisa. Yawezekana hata wewe mahali ulipo kuna habari ambazo unazo, yawezekana sio habari za matumaini, yawezekana ni habari za magonjwa, habari za kuvunjika kwa ndoa. Sikiliza nikwambie, yana sakarabashi hene sekuranta rada shebosete
ramananderikosi soma tarama shede soko. Yesu ni wewe, Yesu ni wewe, Yesu ni wewe, Yesu ni wewe. Yawezekana hata wewe mahali ulipo, yawezekana umefika mahali umechoka, yawezekana mahali ulipo umepoteza matumaini, yawezekana umefika mahali ulipo kila unapoangalia mahusiano, kila unapoangalia unaona mtazamo hasi, kila unayemuona umuoni kama vile unavyomuona. Sikiliza nikwambie, Gehazi alikuwa na mtazamo ambao haukuwa rafiki. Yawezekana hata wewe mwishoni mwa mwaka mtazamo ulionao, yawezekana ulikuwa na matarajio makubwa, lakini kadri tunapozidi kwenda moyo unakwama, moyo unakataa. Yawezekana matazamio uliyokuwa umeyaweka umekata tamaa, imefika mahali mtazamo wako umebadilika, umebaki na mtazamo hasi. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, lazima tubadilishe mtazamo tulionao, maana walio upande wetu ni wengi, ni wengi. Wale wapelelezi walipotuma wakaenda kuipeleleza nchi, walipofika kule, sikiliza nikwambie, walipofika kule walikuja na habari mbaya. Wale 12 tu walikuja na habari nzuri, wakamwambia ile nchi inatamaniwa, lakini wale wengine wakasema tulijiona kama mapanzi. Neno la Mungu linasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, ndivyo alivyo. Unajionaje tunapokwenda kuvuka mwaka? Lazima ubadilishe mtazamo wako. Unapoingia 2025, ingia kama bonso wa kiroho, ingia kama mtu mwenye nguvu, ingia kama mtu wa imani, ingia kama mtu mtumishi wa Mungu, ingia kama mfanyabiashara mkubwa, ingia na mtazamo chanya, usiingie na mtazamo hasi. Yawezekana ulikuwa unamaliza na mtazamo hasi kama ule wa wapelelezi, yawezekana ulikuwa unaingia na mtazamo hasi kama ule wa Gehazi. Sikiliza nikwambie, kama Paulo na Sila wasingekuwa na mtazamo chanya, mle gerezani wasingeweza kutoka. Yawezekana hata mahali ulipo uko na mtazamo hasi. Jioni ya leo tunakwenda kuomba kwa habari ya mtazamo, tunakwenda kuomba kwa habari ya mtazamo, ili Bwana abadilishe mitazamo yetu. Grupu hili nzuri, lakini tukiwa na mitazamo hasi hatutafika kokote. Ndoa zetu ni nzuri, kama hatukuwa na mitazamo chanya hatutafika kokote. Huduma zetu ni nzuri, kama hatutakuwa na mitazamo chanya hatutafika kokote. Sikiliza nikwambie, tunahitaji kuwa na mtazamo chanya, mwana wa Mungu. Siku zote, jana nikawa naongea na mtu mmoja, nikamwambia Mungu wetu ana alama ya kujumulisha, Mungu wetu ana alama ya kutoa. Mwenye alama ya kutoa ni Shetani. Yule mwenye mtazamo hasi ni adui Shetani, ili akudhoofishe. Neno la Mungu linasema kabla sijakuumba, kabla ya kutungwa kwa mimba yako, anasema nalikujua, nalikujua. Lakini baada ya kutungwa kwa mimba yako, anasema nalikutakasa, anasema nalikutakasa, anasema nalikutakasa. Sikiliza nikwambie, wewe Mtanzania, wewe Mkongo, wewe mtu wa Uganda, lazima tubadilishe mitazamo, lazima tubadilishe mitazamo. Hawezi ukaenda na mtazamo kama aliokuwa nao mtumishi wa Mungu Gehazi, hawezi kwenda na mtazamo kama ule waliokuwa nao wapelelezi 10 ukafika unakokwenda. Huduma kubwa inahitaji mtazamo chanya, ndoa bora inahitaji mtazamo chanya, familia, uchumi bora unahitaji mtazamo ambao ni chanya. Sikiliza nikwambie, jioni ya leo tunakwenda kuomba, tunakwenda kuomba, tunakwenda kuomba, tunakwenda kuomba kwa habari ya mtazamo, kwa habari